Hivi nyinyi wawili, kwa nini nataka niwe chizi kwa sababu yenu? Sandra, wewe ni malaya. Ninakuchukia. Kutoka na mabwana za watu ndio kitu unajua. I hate you, Sandra. Maana kila kukicha vitavurugwa vishi madhambi yake na Hivi una matatizo gani wewe? Una matatizo gani na kuuliza? Kwa hiyo wewe kuniona natoka chumbani kwa Sandra ndio kuna kupigisha makelele kiasi hiki? Nyinyi wawili najua kuna kitu kinaendelea kati yenu. Sema sitaruhusu kwa sababu wewe ni wangu na utabaki kuwa wangu. Okay. Nimeona umemletea Sandra zawadi. Ikiwa mimi mke wako, mama wa watoto wako, mpaka sasa hujaniambia ulikuwepo wapi kwa kipindi chote hiki. You know what? Nimechoshwa na makelele yako. Suzi, nimechoshwa na makelele yako. Sawa? Nahitaji kupumzika. Sasa wewe endelea kupiga makelele. Tupiga tu makelele. Piga unavyotaka. Ukimaliza, ondoka. Maana kila kukicha vitavurugwa vishi madhambi yake na yaficha. Tena kila dakika amemwezake na misimisi na misi vituko vyake na raha. Moyo, roho havina furaha, mwenzenu mimi nafsi ina majeraha. Nipe mkono mpenzi kwenye moyo wangu shika, uone unavyokwenda mbio nisipokuona hata dakika. Uniliwaze kwa tenzi za mapenzi ukipita. Show me meaning for mapenzi. Love me again. Love me again. Ingia. Ni baba yako, niingie. Ingia. Baba. Umerudi saa ngapi baba? Nimerudi toka jana usiku mwanangu. Lakini nikaogopa kukugongea ili nikusalimie. Kwa sababu niliamini utakuwa na usingizi sana. Vipi? Mnaendeleaje? Mimi naendelea vizuri. Pole na kazi baba yangu. Unapambana sana. Lazima nitafute kwa ajili yenu mwanangu. Ili muwe na maisha safi. Msipitie maisha ambayo nimepitia baba yenu. Vipi mwanangu? Mbona siku hizi unalala sana? Sio kawaida yako. Haukuwa hivyo mwanzo. Mungu wangu. Baba asije kugundua kwamba mimi nina mimba. Sandra. Baba, siku hizi huwa naangalia sana movie usiku. Kwa mchana natumia huo muda kupumzika. Basi sawa, lakini siku nyingine nikitaka kusafiri inabidi tusafiri pamoja. Ili ukaone baba yako ninavyopambana na ninavyohangaika na kazi, ninavyozungumza na watu, ninavyofanya kazi. Ili na wewe uanze kupata experience taratibu. Sawa baba, tutaenda. Basi nikutakia wakati mwema. Mama, baba, naomba muongee na John. Anavyonifanyia mimi sipendi kabisa. Mke wangu, kwa nini nikitoka tu kidogo nyumba inakuwa tafrani? Sasa wewe kama mama unafanya nini hapa nyumbani? Mume wangu,
Unajua wote ni watu wazima. Kwa hiyo mimi nilijua wataweka wenyewe mambo yao sawa. Sikutegemea kama itafikia huko. Mama, tatizo John hawezi kumsahau Sandra. Suzi, hebu nenda chumbani. Mimi nitaongea na John. Mimi nasema kila kitu, ili mradi baba ajue ukweli. Si nimekuambia utupishe? Hebu toka. Mama John, kuna kitu kingine kinaendelea hapa ndani ambacho mimi sikijui. Suzi alikuwa anamaanisha nini kuzungumza John na Sandra? Unajua Suzi amezoea kuwa karibu sana na John. Kwa hiyo anapoona John ana ukaribu na Sandra, Suzi anaumia. Ni wivu tu ndo unamsumbua, hamna kitu kingine. Shida yako mke wangu, wewe ni msiri sana. Unajua mpaka leo najiuliza, ni mambo mangapi yanaendelea unanificha? Nisamehe sana mume wangu. Najua swala la Sandra limekuvunja imani kwangu. Ni ujinga tu ndio lokuwa unanisumbua. Naomba unisamehe. Sio ujinga. Ni tamaa na roho mbaya ndio vilivyokupumbaza wewe. Najiuliza maswali mengi sana bila Suzi kusema ukweli kuhusu Sandra na mimi. Sijui haya mambo wewe ungenificha mpaka lini. Na sijui ningekuwa nimetengana mpaka lini na binti yangu. Lakini sababu kubwa ni wewe. Hapana mume wangu. Sio hivyo. Kama sio hivyo ni lini ulipanga kusema ukweli? Au ulifurahia maisha ya mimi na Sandra kutengana? Ulitaka Sandra sipate haki za baba yake? Ulikuwa unakusudia nini? Yaani mke wangu, imani yangu yote kwako imeisha. Ni mtu ambaye nilikuwa nakuamini sana. Lakini sijui ni nini, ni mdudu gani ameingia hapa katikati. Ulitaka na mtoto wangu tukae vipi? Ulitaka mtoto wangu akose malezi ya baba? Sasa hata ukifikiria Sandra hana mama, mama yake ameshafariki. Lakini sasa wewe kitu gani ambacho kilikuwa kinakuumiza sasa? Yaani mke wangu, imani ya kukuamini sasa hivi imekwisha kabisa. Imekwisha. Sasa hivi mpaka na kuogopa. Hata kula chakula chako naogopa. Sina imani na wewe kabisa. Kwa sababu nahisi unaweza ukaniwekea sumu. Umebadilika sana mke wangu. Nakuchukia. Baba John, usiseme hivyo. Sasa unataka niseme nini? Haya yote unayoyafanya humu ndani ni mema. Wewe ni mama bora sasa hivi. Nakuchukia sana mke wangu. Sina imani na wewe. Baba John, mume wangu. Vipi, umerudi saa ngapi? Toka jana usiku. Afadhali nimekuona. Kuna mambo nimeyasikia kutoka kwa mwenzio, sitaki ajirudie tena. I don't care shida ni nini. Lakini tambua kuwa yule ndio mke wako mtarajiwa. Alafu kingine, Suzi ni mjamzito. Na siku zote mwanaume asiyeweza kumtunza mke wake ni mpumbavu. John, nimekulea na kukutunza kwa maadili mazuri. Kwa hiyo natarajia kuwa wewe utakwenda kuwa mfano bora kwa mwanao. Yes, Daddy. Nimekuelewa. Good. Tena kila dakika amemwezake na misimisi na misi vituko vyake na raha. Moyo, roho, havina furaha. Kuna nini mama? Baba anaonekana kuwa na hasira sana. John, sio mimi. Ni Suzi ndo amesababisha babako kuwa katika hali hiyo. Nimeshangaa kupata simu yako, unataka kuonana na mimi. Ndiyo. Kwa sababu kuna vitu vingi sana nataka kujua kumhusu Suzi.
na wewe ndiye mtu wake wa karibu. Najua utakuwa unajua mambo mengi zaidi yangu. Ndiyo, navijua vitu vingi kumhusu Suzi, lakini kwa sasa sio muda sahihi. Lakini Tina, ni muda gani ni sahihi? Mimi nataka kuyajua haya mambo kabla sijaingia kwenye ndoa rasmi. John, usiwe na haraka wa kujua vitu. Kuwa mvumilivu. Moyo, roho havina furaha, mwenzenu mimi nafsi ina majeraha. Tina! We binti we, taratibu na mlango wangu. John uko wapi? Tina, John uko wapi? Unamwambia nini John? Kwa hiyo spili hizo zilikuwa kwa ajili ya John. Mimi na yeye tuliachana muda sio mrefu. Hujakutana naye njiani? Umemwambia nini John? Tina, nakupa onyo. Cheza na vyote, lakini sio mme wangu. Bora unichezee mimi, lakini sio kumchezea John wangu. Sijui unanielewa? Unataka kujua nimemwambia nini John? Nenda kamuulize mwenyewe, alafu acha kunipandishia sauti wewe. Tina, nadhani unanijua vizuri. Kama umeamua kuwa adui yangu, na mimi natangaza vita na wewe. Sawa. Tutaona kati yako wewe na mimi nani atakuwa mshindi. Cha mwisho, hakikisha unakula. Maana hii vita sio lele mama. Mwembamba kashuga yake mbu. Unajua mimi na wewe tumetoka mbali. Mbona unakuwa sio muelewa lakini? Ji, ni mara ngapi kuwa nimekwambia sitaki kukuona? Wewe mbona sio muelewa wewe? Lakini siwezi kuishi bila wewe. Huwezi kuishi bila mimi eh? Hapana Ji. Sio kwamba huwezi kuishi bila mimi, ila huwezi kuishi bila bangi. Maana ndo kitu pekee ambacho nakipenda sana, si ndio? Unataka kufanyaje? Usitake nitumie nguvu kukupeleka nyumbani. Naomba kuwa muelewa. Hebu jaribu. Thubutu uone, nitaenda polisi nitaambia kila kitu. Kama unauza madawa kulevya pamoja na bangi. Jaribu uone. Kama uendi kuwezea jela. Thubutu. Ina maana mapenzi yetu ndo yamefikia huko. Yaani imefikia stage unanitisha, unataka kunipeleka mimi jela, si ndio? Sio kufikia hapa tu. Yatafika paka mbali. Kama utaendelea kunisumbua, wewe utajuta. Roho havina furaha, mwenzenu mimi nafsi ina majeraha. Moyo, roho havina furaha, mwenzenu mimi nafsi ina majeraha. Karibu bosi. Karibu sana bosi. Karibu sana. Asante. Alafu nimekumbuka kitu. Vipi kuhusu vitambulisho vyako? Nilisema uvilete, ushavileta? Hapana bosi. Nilikuwa busy sana na kazi. Njoo nje mara moja.
Nilipomleta huyu mtu nilikwambia aje na kitambulisho, especially cha NIDA, lakini pia nahitaji dokumenti zote. Vipi, umefikia wapi? Alisema atavileta wiki ijayo akipata mapumziko. Siwezi kusubiri siku za mapumziko, umenielewa? Leo kama anahitaji kazi hapa ndani, nahitaji kitambulisho cha NIDA, nahitaji dokumenti zote ili nimfahamu huyu mtu ni nani. Siwezi kuishi na mtu ambaye simfahamu katika nyumba yangu. Semeni. Lakini mume wangu... Hakuna cha mume wangu. Mwambie kukabidhi funguo. Siwezi kuishi na mtu ambaye simfahamu. Lakini bosi, vitambulisho vina muhimu gani? Mbona nafanya kazi yangu kwa ufanisi mkubwa tu? Unaweza ukafanya kazi, ukawa unajituma katika kazi, lakini hakuna kitu kibaya kufanya kazi na mtu ambaye humfahamu. Naomba unipe muda bosi wangu, ili niweze kukuletea vitambulisho. Kwa sababu hapa nilishindwa kuondoka hapa sipo kumwacha mtu hapa aendelee kufanya majukumu ya ulinzi. Kwa hiyo nipe nafasi hiyo bosi wangu. Utahakikisha nitakuletea vitambulisho vyako unavyohitaji. Hakuna cha nafasi. Toka ndani ya nyumba yangu. Chukua funguo. Chukua funguo.